الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وأصحابه المنتجبين وبعد. Ndugu zangu wapendwa wa Kiislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa neema zake na kwa fadhila zake alizotuneemesha sisi waja wake, na sala na salamu tuzipeleke kwa mbora wa viumbe, kiongozi wetu, mwombezi wetu siku ya Kiyama, mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pamoja na ahlu baiti zake alayhimus salam. Tuendelee kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, na shukurani kwa Mwenyezi Mungu ni ibada kubwa, na atatuzidishia mengi mazuri tunayemuomba na ambaye anatupatia, miongoni kama kupata taufiki ya kukesha katika usiku wa Lailatul Qadr. Ni taufiki na ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaendelea kukumbushana na darsa zetu za maelezo ya Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake kitukufu katika surat An-Nabai. Jana tulizungumza kwa urefu sana na tulinukuu aya nyingi sana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baadhi ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zikielezea pepo, namna ilivyo na vilivyomo katika pepo, na burudani watakayoipata wacha Mungu, kama aya ambayo ndio ilikuwa inatupeleka katika mazungumzo hayo yote ya kuhusiana na pepo namna ilivyo, ni inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lahwan wala kidaba. Hizi aya ndizo zilizotufanya tukaleta aya nyingi za Mwenyezi Mungu, na bila shaka si zote, baadhi maneno ya Mwenyezi Mungu kuelezea pepo ilivyo ni nzuri sana, inamfanya Muislamu
na yoyote mwenye kuyasoma maneno ya Mwenyezi Mungu ambayo ni ya kweli apate hamu ya kuikimbilia pepo hiyo. Hawezi akawa mzito na mvivu katika kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye amemwandalia malipo makubwa namna hiyo na mazuri yaliyoko katika pepo, kama tulivyozungumza siku ya jana. Haina haja ya kurudia, na ni dalili ya wazi tu. Hata wewe ukiwa unafanya kazi katika ulimwengu huu kwa kuajiriwa, unataraji kupata mshahara mwisho wa mwezi na unaujua ni kiasi fulani, unajibidisha katika kazi. Au kama ni mkulima analima na anategemea baada ya miezi kadhaa aweze kuvuna chakula atakachokitumia katika kula au katika biashara, anajibidisha katika kazi hiyo. Hali kadhalika yoyote katika ulimwengu huu anajibidisha kwa kazi ile ambaye anaona kuna matunda. Mvuvi anapoingia baharini, anapoingia katika ziwa kutafuta samaki, ana matarajio yake. Kwa hiyo kila mmoja, ni maisha ya kawaida. Ndivyo ilivyo katika maisha ya akhera, ambayo tumeambiwa kuwa dunia ni mazraatun lil akhirah. Dunia ni shamba la kulima kwa ajili ya akhera. Kama ambavyo mvua inanyesha, unajibidisha kulima ili upate mahindi, upate maharage, ndivyo tunavyojibidisha katika kumwabudu Mwenyezi Mungu na kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili tukalipwe pepo. Na pepo ndiyo hiyo ambayo kwa kweli ni nzuri, kutokana na aya tulizozisoma jana. Kwa hiyo tunaendelea na mazungumzo ya tafsiri ya sura hii, ambayo nitagusia ni la yasmauna fiha lahwan wala kidhaba jazaan min rabbika ataan hisaba rabbis samawati wal ardi wama bainahuma arrahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba dhalika liyawmul haqq faman sha'a ittakhadha ila rabbih ma'aba inna andarnakum adhaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafir ya laitani kuntu turaba. Amanna billah, sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Hawa watu watakayekuwa peponi na ladha iliyoko peponi na uzuri wa pepo hizo, la yasmauna fiha lahwa wala kidhaba, hawatosikia humo ndani ya hiyo pepo maneno ya kipuuzi, maneno yenye kero, maneno yenye maudhi,
hakutokuwa na usengenyaji, hakutokuwa na fitna, hakutokuwa na tabia ya annamima. Hivi vitu vyote Mwenyezi Mungu anavikataa, havitokuwa peponi, kwa sababu vikiwepo hivi vinapingana na pepo, kwa sababu peponi wameingia watu wasafi, wameingia watu ambao wametakaswa, wameingia watu walioridhiwa na Mwenyezi Mungu, wameingia watu waliokuwa na mahaba. Kwa hiyo tabia hii nzuri hii iliyowaingiza peponi na vile vizuri vilivyoko peponi kama tulivyozungumza na kuvitaja siku ya jana, vinapingana na tabia ya upuuzi, vinapingana na tabia ya uongo, kwa sababu muongo asilimia kubwa ni anauoga, hana amani katika moyo wake, na pepo ni sehemu ya amani. Ndio maana ikaitwa Darus Salam. Pepo ikaitwa ni Darus Salam, ni nyumba ya amani. Na kawaida kama tulivyosema, mtu anapozungumza uongo anajitetea uongo kwa sababu kuna faragha, kuna tatizo ambalo liko ndani yake, anajaribu kulificha. Na peponi hakuna tabia ya aina hiyo. Kwa hiyo hakutokuwa na upuzi wa aina hiyo. Yale maneno ambayo yanaweza yakakukera, menendo ya binadamu ambayo wanaweza wakakukera, kama ambavyo tunakerana katika ulimwengu huu, ukiwa nyumbani, ukiwa barabarani, ukiwa sokoni, ukiwa katika kazi, kuna kero za hapa na pale. Anaweza kapita mtu akatupia neno likakuumiza, likakukera na mfano wake. Lakini peponi hayo hayatokuwepo, kwa sababu ndani yake katika pepo kuna amani, ni Darus Salam. Sasa pepo hiyo Mwenyezi Mungu anazungumza hivyo, bali watakapokuwa peponi, kama anavyosema Samahatu Sayyid, wa innama yatabadaluna al-ilm wal mahabba wa dhikriyat al-madi wa yuhammiduna Allah wa yahmiduna rabbahum ala ni'am. Hakika wao watakuwa wanabadilishana mambo ya kielimu, watakuwa wanabadilishana mambo ya mapenzi, mahaba baina yao, na watakuwa wanakumbushana yaliyopita katika dunia. Yani hawezi wakaisahau, watakuwa wanakumbushana hali ilivyokuwa duniani, huku wanacheka, wanafurahi, na wanakuwa wanapata burudani ambayo tunaambiwa kutakuwa kuna aina ya miziki mizuri ya aina fulani, na watakuwa wakisomewa Qur'ani au mashairi au aina za nyimbo, wakisomewa na Nabiullahi Daud salawatullahi wasalamuhu alayhi. Watakuwa wakisomewa namna hiyo, na sote tunajua mtume huyu ni katika wale ambao wanasifiwa, wana sauti nzuri wanaposoma maneno ya Mwenyezi Mungu, wanapoyasoma mashairi, sauti yake ni nzuri kiasi hata alipokuwa duniani akisoma mpaka ndege wanamkimbilia, wanaenda kumzunguka, wanasikiliza uzuri wa sauti, uzuri wa maneno anayoyatoa. Ni nzuri sauti yake. Kama ilivyo tu hapa duniani, tukipata watu wanasoma Qur'ani vizuri, wanasoma kasida vizuri, wanasoma dua kwa sauti iliyokuwa nzuri, unasikia ladha wewe, unaburudika wewe. Na ndivyo ambavyo tumeambiwa tuipambe Qur'ani kwa sauti iliyokuwa nzuri. Na maneno maarufu ya Bwana Mtume, kila kitu
kina pambo. Kuna pambo ya kila jambo, lina pambo lake, na pambo ya Qur'ani ni sauti iliyokuwa nzuri, maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hakutokuwa na uongo, hakutokuwa na upuuzi wa aina yoyote, na haya ndivyo ambavyo wanatakiwa ujijenge nayo hata unapokuwa katika ulimwengu. Usiwe mtu wa upuuzi mwingi, kwa sababu vinapingana na ile murua, vinapingana na shakhsia. Usiwe mtu muongo, saa zote ni uongo, kuapa uongo. Ndio maana Qur'ani ikatueleza wakunu maa as-sadiqin, kuweni pamoja na wale wenye kusema ukweli, ambayo ni maasumina alayhimussalam. Kuweni pamoja nao. Na pamoja na hayo, unaona sifa aliyosifiwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam toka mwanzo, as-sadiq, ni mkweli. Kwa hiyo ukweli ndio ulivyo. Sasa ukijizoesha hivi, wewe ndio mafikio yako ni katika pepo, na utaenda kudumu katika maisha haya anayazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tunapozisoma aya hizi, jibidishe sana kuwa pamoja na Ahlul Baiti alayhimussalam, na kama ilivyo hii sura tokea mwanzo mpaka hapa, na sura karibia zote au zote za Maka zinazungumzia kujenga tauhidi, kujenga aqida, ambayo aqida zetu ni Mwenyezi Mungu, Bwana Mtume na wilayatu Ali wa ahli baitihi salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea baada ya kuelezea kuwa kule kuna raha, hakuna maneno ya kuudhiana wala kukerana. Na tulizungumza wewe ndio utakuwa ni mfalme, kwa hiyo huna uoga hata kidogo, katika hadithi ya Bwana Mtume tuliyosoma jana. Anasema jazaan min rabbika ataan hisaba, hayo ndiyo malipo kutoka kwa Mola wako, malipo yasiyokatika. Ataan hisaba ni malipo yasiyochuja, hayakatiki, hayakuumizi, ni malipo mazuri ambayo yanaendana na kazi yako ulioifanya na kilimo chako ulichokifanya katika ulimwengu huu. Maneno mengine Mwenyezi Mungu anasema innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, kuonyesha tu Mungu atawapeni. Yuwaffa ni unapewa kile ambacho kinakutosheleza, hakuna mapungufu katika yale utakayepewa. Ni malipo ambayo hayatokuwa na manunguniko. Sio unapewa unasema niongezee, ukipewa unaridhika nayo. Ndio maneno haya, jazaan min rabbika ataan hisaba. Sio ile ambayo unasema niongezewe. Si hapa duniani unaweza kufanya kazi kwa muda fulani unatamani uongezewe, na wengine labda wana mikataba kila mwaka aongezewe, na wengine kuna viunua mgongo vipo naona vidai. Kwa Mwenyezi Mungu utakapolipwa malipo hayo, hautomwambia la au waze kupambana kuwa niongezewe. Hakuna, utakachopewa unaridhika nayo, na ndiyo itakuwa ni furaha yako ya milele.
kwa kadiri ya pepo utakayokuwa umeingizwa wewe. Si tulizungumza jana na juzi namna daraja za pepo zilivyo, na tukaelezea pepo ya mtu wa chini kabisa, ambayo yule wa chini wa mwisho kabisa, pepo yake namna ilivyokuwa kubwa na namna ilivyopambwa. Sasa Mwenyezi Mungu anazungumza hivyo, kisha baada ya Mwenyezi Mungu kuelezea malipo ya hawa watu wema na pepo zao na namna watakavyoridhika, sasa Mwenyezi Mungu anaanza kuelezea haya yote aliyokupa ni kwa sababu ya utukufu wake. Ni utukufu wake. Hapo utambue ukubwa wa Mwenyezi Mungu, utambue uwezo wa Mwenyezi Mungu. Si kuwa yoyote anaweza kuyafanya haya, upewe mpaka urizike, usidai nyongeza, na akupe pepo kubwa yenye vitu vingi namna hiyo. Yote haya yanakufanya wewe uingie katika tauhidi, uingie kujua Mungu si wa kawaida, na wewe hauna chochote. Ujisemee kwenye moyo wako, la amliku li nafsi naf'an wala darra wala mautan wala hayatan wala nushura. Humiliki chochote, na umnyanyue Mwenyezi Mungu na umjaze Mwenyezi Mungu katika moyo wako. Ndiyo anasema Mwenyezi Mungu, malipo hayo, neema hizo alizowapeni hazijatoka kwa mwingine yoyote, bali rabbis samawati wal ardi wama bainahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba. Rabbis samawati, haya yanatoka kwa Mola, kwa Mwenyezi Mungu aliyoumba mbingu na ardhi, wama bainahuma, na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi. Havijatokea hivi hivi, sio sudfa, sio vitu ambavyo vimetokea tu ghafla kama wanavyozungumza almushrikun, kuwa hivi vitu vimejitokeza tu hivi na vinavyokwenda hivi ni kanuni yake tu, vinajiendesha vyenyewe, hakuna wa kuviendesha. Wanamkufuru Mwenyezi Mungu. Sasa Mungu anaeleza malipo haya yanayekupa uhai uliokuwa nayo kwanza hapa duniani. Ndio maana anasema wama bainahuma, vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, kuanzia hapa duniani mpaka pepo atakayokupatia, vinatoka kwa Mwenyezi Mungu aliyoviumba. Yeye ndio muumbaji. Pumzi hii maana yake si yako, viungo vya mwili ulivyokuwa navyo si vyako, chakula unachokila si chako, maji unayoyanywa si yako, kama aya za mwanzo tulizozungumza. Vyote hivi ni kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana hiyo pumzi, uhai wako na mengineyo, kupitia mwezi mtukufu wa Ramadhani anakulipa, anakupa thawabu za mwenye kufanya ibada. Kwa ile tu kutoa pumzi, kwa ile tu kulala, kwa ile tu kufanya kadha wa kadha, anakupa kwa sababu ni vya kwake. Wewe huna chochote. Lau mwanadamu atayafikiria haya na akafahamu kuwa Mungu ndio aliyekuumba na kwake yeye ndio atakayerejea na yeye ndiye atakayekulipa, utamheshimu, utajibidisha kwa ajili yake, utakuwa mnyenyekevu. Na Mungu anatamka baada ya kuwa ametaja neema nyingi mazuri aliyokupa, ili uweze kufikiria, ili uweze kufanyaje? Kufikiria. Ndio maana hajaanza kujitambulisha yeye kwanza, ameanza kuamsha akili yake
ameanza kuamsha akili yako, kuichemsha akili yako, fikirie. Na hii ndio kazi waliokuja nao vile vile mitume, liyuthiru dafain aluqul, wamekuja ili wazichemshe, waziamshe akili. Anakutajia mvua ili uweze kufikiria, anakutajia chakula ili uweze kufikiria, anakutajia mbegu unayoipanda kisha inapasua ardhi, inaota, inatoa mashuke, inatoa mimea mingi, unakula ili uweze kufikiria. Ulil albabu kama anavyozungumza, anakuamsha kwa haya ambayo unayo, yale ambayo unayatenda, umeyazoea, anakuamsha nayo hayo hayo. Ukishayafikiria sasa ndio anajitambulisha, anakuambia haya ambayo umeyaona, haya ambayo umeyafikiria, mimi ndio niliyoyatengeneza. Ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotupeleka katika hii sura. Ndio maana ameanza amma yatasaalun. Unajiuliza, unaamsha akili yako, unajiuliza ni nini, kwa nini hii. Kisha akakuleta mbingu na ardhi uifikirie, maji na mfano wake, vyakula unavyovila, kaelezea mambo ya pepo. Yote haya yanakupeleka ili uweze kufikiria, sio vitu vya kawaida hivi. Alivyovileta huyu sio mtu wa kawaida. Ndio anasema rabbis samawati wal ardi wama bainahuma. Alivyovitengeneza hivi vitu sio mwingine bali ni yule mwenye sifa gani? Ar-Rahman. Alivyovileta hivi na kuvitengeneza hivi ni Ar-Rahman, mwingi wa rahma, mwingi wa huruma. Hapa Mungu hajaleta sifa ya ukali, hajatumia rabbi samawati wal ardi wa ma bainahuma al-qahhar, hajatumia hiyo, hajatumia neno aziz, hajatumia sifa yake al-qawi, hajatumia yale majina yake ambayo ukiyasoma, ukiyataja unahisi ni mkubwa, anakutisha. Ametumia sifa ya Ar-Rahman, sifa ya upole, mwenye huruma, mwenye kurehemu. Yote nini? Anakuvutia ili uende kwake. Kama ambavyo tumerudia mara kadhaa, Mungu hajatuumba kwa ajili ya kutuadhibu, hajatuleta kwa ajili ya kututesa. Mungu ametuleta kwa ajili ya kuturehemu. Ndio maana katika Qur'ani, katika sura zote isipokuwa sura moja tu ambayo haina bismillahir rahmanir rahim. Sura zote zina bismillahir rahmanir rahim, na lazima uisome. Na itikadi yetu sisi Mashia tukasema bismillahi ni katika sura. Bismillahi ni katika sura. Ndio maana tunawaambia watu ambao hata kwenye sala hautakiwi kuanza katikati mwa sura. Tunasikia wenzetu anaweza kaanza sura akaanza mahala popote katikati, na anaweza kuanza bila ya bismillah. Sisi lazima uanze katika sala bismillah, uanze mwanzo wa sura.
Na ukianza katikati mwa sura unatakiwa uanze na a'udhu billah minash shaitani rajim, sio bismillah. Kama unaitamka bismillah itamke kawaida, lakini a'udhu billah kwa sababu tumeambiwa utakapoisoma Qur'ani fasta'udhu billahi minash shaitani, anza na a'udhu billah. Lakini unapoanza mwanzo mwa sura usikate bismillah, kwa sababu ukikata bismillah hujaanza mwanzo mwa sura, umeikata. Bismillah sisi ni katika sura, isipokuwa sura moja tu ambayo ni surati at-Tauba, sio Baraa. Ni kwa sababu hiyo sura inazungumzia jihadi, inazungumzia mapambano, inazungumzia sifa ya washirikina mbaya. Ndio maana imeanza na Baraa, yuko mbali Mwenyezi Mungu. Sasa hauwezi kusema yuko mbali alafu unaanza na bismillah, itakuwa inapingana. Uweze kuanza na Rahmani alafu saa hiyo hiyo anaambia mimi siko na wewe. Sasa itakuwa kuna huruma hapo? Hapo kutakuwa kuna upole. Unamwambia siko na wewe alafu saa hiyo unasema Rahmani, haviendani. Ndio maana hiyo sura haina, na unapoisoma ile usisome bismillah. Utakapoanza anza a'udhu billah. Sasa na hapa Mwenyezi Mungu amekubembeleza mno toka ameanza kuzungumza huku mwanzo katika amma yatasaaluna anin naba'il adhim alladhi hum fihi mukhtalifuna kalla sayalamuna thumma kalla sayalamun alam naj'al al-ardha mihada wal jibala autada. Anazungumza sikutengeneza hii, sijawafanyieni hiki, sijafanya hiki, sijawawekeni hiki, sijawaleteni hiki, anakutajia. Sasa anasema aliyofanya hayo ni Mola wa mbingu na ardhi na vilivyomo, Ar-Rahman. Ni lugha ya kukubembeleza, na tulizungumza kwa urefu jana namna Mwenyezi Mungu anavyotubembeleza hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na hasa katika masiku ya Lailatul Qadr. Anatubembeleza mno kiasi ambacho kwa maneno namna yalivyo katika dua Abi Hamza Thamali na dua al-iftitah, ukiyasoma kama tulivyosema ni kama Mungu anajipendekeza kwako, anakufanyia mujamala wewe, anajipendekeza na ukubwa wake, kwa sababu hataki kukuadhibu, hapendi kukutesa. Mateso ni matendo yetu sisi ambayo tumemwandama Ibilisi, tumemwandama Shetani, bima kasabati aidin nas, lakini si yeye Mwenyezi Mungu. Ndio maana anasema lau mngenitii kwa asilimia ndogo sana, mngekula kutoka mbinguni na kutoka ardhini, mngekula, msingekuwa na kula hapa sio ile ya kula tu unashiba, yani ungekuwa na furaha katika maisha yako. Matabaka haya hata kama yatakuwepo, lakini yatakuwa yapo, lakini yana furaha kwa sababu yanapata vyote alivyovitaka Mwenyezi Mungu avipate. Haki yao kama zaka wangeipata, kama khumsi wangepata, kama zakatul fitr wangepata, kama sadaka wangepata. Wangelia na nini?
Haina maana kuwa Mwenyezi Mungu aweke watu wote sawa, wote ni matajiri. Wangepatikana utofauti katika utajiri, lakini hata yule maskini asingekuwa analia kama anavyolia leo. Yule mnyonge asingekuwa na huzuni kama ambavyo anapata huzuni leo. Mwenye kustahiki kutoa zaka, na maana angetoa zaka, ingemfikia mlengo. Mwenye kutoa sadaka angetoa, ingemfikia mlengwa. Mwenye kutoa khumsi angetoa, ingemfikia mlengwa. Na ingekuwa tumeshikamana na hiyo aya, hautofikia wema uzuri hata tunfiqu mimma tuhibbun. Wala usingeasikia haya mabomu yanayotokea watu wanaoneana leo ulimwenguni kwa kibri na ujeuri, yasingeonekana. Ndio Mungu anasema Ar-Rahman, sifa hii ndio bismillahir rahmanir rahim. Kila unapoanza sura unatanguliza ile. Angalieni sura zote Mungu anaanza na sifa hii, isipokuwa sura moja tu, ili uone rahma ya Mwenyezi Mungu ni kubwa kuliko hasira yake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anakupa nafasi ya kurejea kwake na kutubia. Mlango huu anauweka wazi kwa muda mrefu mno, na anakuwekea vituo vya mara kwa mara kwa ajili ya kurejea kwake. Katika umma huu wa Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, mpaka huko kaburini bado unasomewa talakini. Mtu yuko katika sakaratil maut, jamaa ndugu zake wako pembezoni wanamtamkisha atamke shahada, na Mtume akatwambia likiwa neno lako ni kutamka shahada, ukalitamka hizo shahada, umeenda peponi. Mpaka dakika ya mwisho bila kuangalia ulikuwa na nini, neno lako la mwisho tu likaishia na shahada. Haujalitamka, umeenda kaburini, bado talakini na kufuata, unakumbushwa. Bado talakini haijakunufaisha. Lile tendo la kumsalia Bwana Mtume tu mara moja bado linakufuata katika kaburi lako. Si tunaambiwa ile tu kumsalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali, ndio tumaini kubwa utakalokuwa nalo katika kaburi yako. Kwa sababu kaburini hautohesabiwa sala, hautohesabiwa funga, na ndio maana huulizi funga yako, haulizi sala yako kaburini, haulizi hija yako kaburini, haulizi zaka zako kaburini. Hivi vitu huulizi kwenye kaburi lako, hivi unasubiriwa siku ya Kiyama katika hesabu. Kitu ambacho utakuwa nacho kwenye kaburi lako ni sala ya kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Sasa angalia, mpaka dakika ya mwisho uko kaburini mwenyewe, bado Mwenyezi Mungu anakuandama kwa kukuletea vitu vya kukusaidia, vya kukuokoa.
Na sio hivyo tu, huenda ukawa hauna, bado anakwambia idha mata bin adam inqata an amalihi illa min thalath, akifa mwanadamu matendo yake yanafaa katika yote isipokuwa mambo matatu yanaendelea kumsaidia huko aliko. Sadaka uliyoitoa, elimu uliomfundisha mwenzako ukamfikishia japokuwa aya, ukamkumbusha mwenzako. Elimu sio lazima hii ya kukaa unaitwa mwalimu darasani, sio ile elimu. Hata huko mtaani, huko kijiweni, ukamwambia mwenzako muda wa sala umefika, twende tukaswali. Yeye kwenda ni hiari yake, lakini umemwambia twende tukaswali. Hiyo ni elimu. Ndio maana Bwana Mtume akawaambia masahaba wake na akatambia, bali waanni walau aya, nifikisheni japo kuwa aya moja. Mwambie mtu tenda ukaswali ni aya tayari. Wamuru ahlaka bisala, muda wa dua umefika, anamwambia mwenzako twende tukasome dua kumeli iko dua tawasul, twende. Usiku wa Lailatul Qadr mwenzako ameghafilika, ukamtumia ujumbe au ukampigia, bwana leo ni siku ya kukesha, usiku wa cheo, usiku wa makadirio, usiku wa bajeti ya mwaka mzima, twende msikitini. Umempa elimu tayari. Hii elimu hii unaikuta kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana wenye kutoa elimu malipo yao yatakuwa ni makubwa, mpaka atashangaa, atamwambia Mwenyezi Mungu, mali hadha wala maamaluhu, yote haya yametoka wapi na mimi sijafanya? Naambiwa hii ni elimu ambayo ulimfundisha mwenzako, hii ni elimu ambayo ulimkumbusha fulani. Huenda ni moja tu, ni kubwa namna hiyo. Hiyo yote ni nini? Ar-Rahman. Au kama umeacha mtoto mwema, anakuombea dua. Na mtoto kama wanavyozungumza maulama, si tu yule wa kumzaa peke yake, hata yule uliomlea, au hata yule ambaye mnaishi naye vizuri akaendelea kukukumbuka. Si tunaona katika visa vingi, wazazi wangapi wamekufa waovu, wamekuja kuokolewa na adhabu ya kaburi na watoto wao, baada ya mtoto kukua akamtolea sadaka mzazi wake, akamuokoa. Sasa Mungu amejipamba na hii Ar-Rahman, ndiyo iliyotawala. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasa'at kulla shay. Rahma wasa'at kulla shay, ni kubwa mno huruma ya Mwenyezi Mungu. Na ndiyo hii aliyomtuma mtume wake, na ukubwa wa mtume, utukufu wa mtume, mbora wa viumbe vyote, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sifa ambayo nimekupa yote ni hii tu, ili uwe rahma, uwe na huruma tu. Fabima rahmatin min Allah, kutokana na huruma ya Mwenyezi Mungu, linta lahum, ulikuwa ni mlaini bwana mtume kwao. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik. Huruma ndio sifa ya bwana mtume. Hajatumwa kwa jambo jingine lolote ila awe ni rahmatan lil alamin. Ndio maana tunaona bwana mtume anakosewa, anapigwa mawe, anavunjwa baadhi ya nani zake katika vita,
anaingizwa katika vita huku na huku, vita kama vita 47, wengine wanasema zaidi ya 50 vita anapigana mtu. Ni vingi mno. Hamna taifa lolote linapigana vita hivi kwa miaka hiyo tu. Miaka mingapi ya bwana mtume wa utume wake? Miaka 23. Miaka 23 unapigana vita karibia 50 na kuna taifa gani linapigana vita vingi namna hii? Sisi Tanzania hapa tumepigana vita kimoja, sijui ni mwaka wangapi mpaka sasa hivi 78 mpaka vikaishia kwenye ala kule hali ni miaka kadhaa, ni vita moja. Na mataifa mengine mengi vita ni hivyo tu. Hata ukikuta taifa jeuri, tawuti, ibilisi kama Amerika, na vita vingapi? Haiwezi kufika vya bwana mtume. Miaka 23 tu vita karibia zaidi ya 50. Ni vingi mno. Mtume ambaye hajamchokoza mtu, hajampiga mtu, hajamuibia mtu, hajagombanisha yoyote, ni rahmatan lil alamin. Lakini pamoja na hayo yote ni mnyenyekevu kwao. Lintalahum, alikuwa ni mlaini kwao, hakuwa jeuri. Hajawaambia nyinyi mmenipiga, tumepigana na nyinyi, kwa hiyo siwataki kuwaona hapa tena. Akiwakuta anawaombea dua. Hivyo ndivyo ndio hii Ar-Rahman. Ndivyo ndivyo tufanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunamkosea makosa mengi Mwenyezi Mungu, tunamdharau mno. Makosa tunayomkosea Mungu, dharau tunazomdharau Mungu. Kama ukachukua karobo chako ukamfanyia binadamu mwenzako hivyo, hamtosalimiana na atakwambia sitaki unizike, hata nikiumwa sitaki uje unitembelee. Haya tunayomkosea Mungu. Kama utamfanyia binadamu mwenzako, hamtokamsalimiane milele, na ataandika kabisa na wasia, nikifa fulani sitaki ashike jeneza langu. Ukachukua kale karobo tu ambaye tunamkosea Mungu, tunavomkatili Mwenyezi Mungu, lakini Mungu ametuzira. Ametupiga, ametuadhibu? La hasha. Tuko tunapumua, tunatembea, tunakula katika riziki yake, tunakunywa katika vinywaji vyake, afya ni ya kwake, na bado anakubembeleza. Ndio hapo maneno, Mungu hajatuumba kwa ajili ya kutuumiza wala kwa ajili ya kututesa. Ndio Ar-Rahman. Kisha Mwenyezi Mungu anasema kutokana na rahmani yake, la yamlikuna minhu khitaba, kwa maana nyinyi viumbe vyake, kwa malipo atakayewapa huyu Rahmani, hamtokuwa na la kuzungumza mbele yake. Si tunaelewana vizuri? Hatutokuwa na lolote la kuzungumza mbele yake. La yamlikuna minhu khitaba, na hapa inazungumzia viumbe vyote vya Mwenyezi Mungu, binadamu, majini, tunavyovifahamu na tusivyovifahamu. La yamlikuna minhu khitaba. Sio nalipo alafu anaanza kusema ungeniongezea bana,
hii haitoshi. Hapana, kwa Mwenyezi Mungu vyote vinatosha. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa. Nadhani hii tutaanza nayo kesho, kwa sababu inahusiana moja kwa moja na wilaya ya Ahlulbeiti alayhimussalam, na kuanzia siku ya kesho tutaanza kuzungumzia sira ya Imamu Ali alayhi salam katika siku mbili hizi za mbeleni, kuendea katika shahada yake, ambaye leo ni majeruhi, kapigwa upanga katika alfajiri ya leo na Mal'un Abdurrahman ibn Muljim al-Murad, Mwenyezi Mungu amlaani, na hata maumivu haya atamchukua siku 3, ambayo 21 itakuwa ni shahada yake. Ndio maana kesho pia tutakuwa na mkesha usiku wa pili wa Lailatul Qadr 20 kuamkia 21, ambayo inaangukia kifo cha Imam Ali alayhi afdalu salatu wassalam. Sasa kwa sababu haya yatakuwa ni marefu na kuna riwaya nyingi zinazozungumzia Imam Ali, ni bora tusiaguse, na naamini pia baadhi wengine bado wamechoka kwa sababu wamekesha, ili tupate mapumziko, alafu kesho tuendelee. Wa sallallahu ala Muhammad wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin. Allah